miezi na kutoa fedha nyingi, ada nyingi kwa serikali tuweze kutoka kiwanja cha ndege. Kwa hiyo bado imeleta shida kupata vifaa kutengeneza miguu bandia, na tunajaribu sasa kupata kwa nchini, sio kutoka nje. Sio kwa sababu fedha hazipo, shida ni kupata ruhusa kutoka serikali kuingiza vile vifaa. Kwa hiyo nadhani ni kama nimeshasema, ni muhimu kuendelea na chuo kama sisi au taasisi kama sisi. Na mara kwa mara labda mmeshasikia kama sema watafunga Kidugali, watafunga Librasali. Hata nilipofundisha huko mwezi wa kwanza mwaka jana huko Uswahili wasema ukoma haupo tena hapa Sikonge, Stini ataondoka na tutafunga Librasali, magonjwa watabibiwa huko. Na baada ya muda tulikuwa na mkutano, Dr. Kanumba alisema sijaelewa tunafunga nini Librasali sasa. Kwa sababu wanajua hawajui kama hii kama taasisi ya rufaa kwa eneo kubwa. Tunaweza kusema Tanzania Magharibi hakuna sasa mahali kingine kuliko sisi, na kiasi kidogo kuna ndoto. Na kuhusu fedha, huwa hatupati fedha kutoka serikali kuendesha. Huku kambini zile fedha zinatoka Denmark, wilaya kaskazini, na BDM, nasikia ni kuna nini sasa natoka na kuingia, natoka kuingia, kuna nini? Unawipangia simu mara moja. Hapana, kaa hapa. Zima simu kabisa. Sawa. Na ni shirika la mission huko chini ya kanisa la Moravian huko Denmark. Kwa hiyo wao wanatoa fedha na kwa ajili ya kambi, na hii haileti shida. Kuendesha hapa Librasali mhodini, mpaka hivi karibuni tulipata fedha kutoka Ujerumani, wanasema GRA au German Leprosy. Sasa wao wameshaanza kupunguza fedha, na wanasema mwaka huu itakuwa mwaka wa mwisho kutoa fedha. Inawezekana akifika huyu Bochat, mwingine umeshamwona, kama inawezekana kwamba tunaweza kupata tena kidogo labda kuwalisha wagonjwa. Lakini tunaendelea kufikiria kama wakikata kabisa fedha kwa ajili ya Librasali tutafanya nini. Labda wale BDM tunaweza kuomba tena. Mwaka huu niliomba kama milioni 3 au kitu au zaidi, na milioni 5 waongeze kwa mwaka huu ili tukava hii gap, kwa sababu wale wa Jerumani wamepunguza na wamekubali. Tena tunapata kidogo fedha kutoka kwa mfano Uingereza. Kuna kanisa la Moravian huko, mara kwa mara wanatoa kidogo. Kama kanisani au watu binafsi, au unajua kuna kitu ambacho kinaitwa Sikonge, na kuna wagonjwa wa ukoma na walemavu. Kwa hiyo inaweza kwa mtu binafsi labda anaweza kutoa 100,000 au kitu kama hiki, au kanisani au kwenye ushirika wanatoa fedha kidogo wanatuma. Kwa hiyo mara kwa mara zinaingia fedha 100,000, 200,000. Zile fedha pia tunatumia kwa mfano kama kuna ukarabati wa umeme, kununua mabalbu na kumlipa fundi bomba, na kama dawa tukikosa kupata dawa kutoka General, lazima tafute fedha. Kwa hiyo fedha zinatoka kutoka Ujerumani, Uingereza. Hii ni gazeti mwezi huu, mwaka Januari hapa. Sasa sijui kama mahali kwa sasa mbele, lakini waliomba mimi niandike hapa pia. Kwa hiyo niandike na kuandika ile wale wa Moravian huko Uingereza wanajua tunafanya nini, na zile fedha kwa kweli zinafanya kazi hapa, sio kama tunatumia ovyo. Na tena tunapata kidogo au kiasi kutoka tena Uingereza, inaitwa The Little Way, ina maana kama njia ndogo, na ni tangu wakati wa marehemu Kwenye. Na The Little Way nadhani wanaweza
kwa Wakatoliki kitu kama sababu wanaitwa Sacred Heart House, na ni moyo mtakatifu. Kwa hiyo nadhani wanaweza kuwa Katoliki kitu kama hiki. Wao wanatoa fedha na hasa kuwalisha wale, kuna watu 6-7 bado ambao walemavu ambao wanapata fedha, wanapata chakula kutoka Antoni kila mwezi, hasa kutoka Kanauga wanapewa bega moja mahindi na maharage kilo 3 na tena mafuta ya kupikia. Kwa hiyo zile fedha zinatoka kutoka Uingereza na pia kutoka Ujerumani kidogo. Wao kutoka zamani wanatoa fedha kwa ajili ya Kiduka-Lukamba. Hasa zamani ilikuwa kwa ajili ya kindergarten. Kwa hiyo kwa mfano tukifanya ukarabati huko kindergarten ni fedha kutoka Ujerumani, kina Moravian huko Ujerumani. Kwa hiyo ni hali halisi kutoka fedha, na siwe na wasiwasi sana mkisikia sasa unataka kufunga Kidugalo, sasa watafanya nini. Sasa tuendelee tu kufanya kazi na kwa moyo kama nilivyofanya mpaka sasa. Na hii shida ya tunapata fedha kutoka wapi na wapi, ni sisi uongozi tutaangalia pamoja na hospitali tufanye nini. Kwa hiyo nataka kuwashukuru kila moja kwa kazi na yenu kwa mwaka jana. Kila moja alifanya vizuri na tuendelee hivyo. Asante.